hujasema namshukuru Mungu sina kisukari, tazama video hii mwanzo mpaka mwisho. Gia zinakata, unashindwa kula chakula cha usiku, hiyo ni dalili ya kisukari. Napata gesi kali sana, hapa koli na waka moto mpaka nijitapisha. Kama unapitia haya ni dalili za kisukari. Vitabu vinatufunza mbinu nyingi za ugunduzi wa kisukari. Ndiyo maana ninakataa kwamba inawezekana vipi wewe ujitafsiri hauna kisukari wakati umepima kwa kutumia kipimo hiki kidogo. Save video hii ili baadaye utatumia mbinu hizi kujihakiki kama una kisukari au la. Leo tunajifunza hatua 5 za ugonjwa wa kisukari. Nimechimba kwa kina katika kitabu changu cha sayansi ya mapishi. Type 2 diabetes mellitus. Hiki ni kisukari aina ya pili. Ni kisukari kinachotokana na mtindo wa maisha. Umezaliwa ukiwa hauna kisukari. Umepata pesa, umeshindwa kujua namna sahihi ya kutumia pesa. Umekosa elimu, umeshindwa kujua namna sahihi ya kutumia vyakula ambavyo wewe unaweza kuvifikia. Matokeo yake umekula, umekunywa, umevuta sigara. Matokeo yake umepata ufubavu au umefubaza seli zako za mwili. Seli zako za mwili zimeshindwa kutumia sukari kama awali. Kwa maana nyingine ni kwamba kisukari ni ugonjwa wa ule mfumo unaotumika kubadilisha sukari kuwa nguvu na joto. Ule mfumo umekolapsi. Ili mwili wako uweze kutumia sukari, unahitaji homoni inayoitwa insulini. Insulini ni kemikali ya kibiolojia ambayo huelekeza seli zako za mwili ziweze kutumia sukari kuzalisha nishati. Kwa hiyo pale ambapo mwili wako unapotengeneza usugu, hii homoni ya insulini hata kama ipo kwenye damu, homoni hii hata kama iko kwenye damu haiwezi kuelekeza seli zako za mwili zitumie sukari. Hapo ndipo ugonjwa wa kisukari unapokuanza. Kisukari aina ya pili si ugonjwa unaotokea kwa sababu ya upungufu wa homoni ya insulini. Katika aina hii ya kisukari, homoni ya insulini ipo tena kwa wingi zaidi, lakini haiwezi kuelekeza seli zako za mwili kutumia sukari. Kwa hiyo ni ugonjwa ambao huwa anasema ni ugonjwa unaotokana na uchakavu wa seli zako za mwili. Kitaalamu tunaita insulin resistance. Sasa kuna hizi hatua 5 za ugonjwa wa kisukari. Kabla sijasema hizi hatua, watu wengi husubiria kupatwa na zile dalili halisi za ugonjwa wa kisukari. Dalili hizo ni kama kiu kikali, dalili hizo ni kama kukojoa mara kwa mara. Yaani unapatwa na kiu na kukojoa mara kwa mara mpaka unajistukia, unaenda kwa daktari unamwambia, "Hebu naomba unipime." Anakupima ndipo anakuambia sukari yako iko 15. Tafsiri nyingine ni kwamba hizo ni dalili ambazo zinaonyesha umechelewa kujigundua na kisukari. Kisukari ni ugonjwa sugu, ni ugonjwa unaojitengeneza taratibu. Inachukua miaka 5 mpaka 10 kuitwa mgonjwa wa kisukari. Kwa hiyo leo tunajifunza ya kwamba tuna hatua 5 za ugonjwa wa kisukari. Watu wengi hugundulika wakiwa hatua ya 3 ya ugonjwa wa kisukari. Sasa je, kwa yule ambaye yuko hatua za awali, je, huyu mtu tutamgunduaje? Ndo dhumuni la hili somo. Sevu litapotea hili somo. Hatua ya kwanza na ya pili. Hatua hii tunaita ni pre-diabetic stage. Diabetic stage ni stage ya kuumwa kisukari. Sasa pre-diabetic ni stage ya utarajiwa. Yaani tunakusema huyu mtu yuko hatarini kuumwa ugonjwa wa kisukari, kupandisha sukari siku zijazo, miaka ijayo. Hyperinsulinemia ni moja ya dalili ya awali kabla sukari haijapanda. Nikimaanisha kwamba kumbe kabla sukari haijapanda, kongosho la binadamu huwa linajitahidi kuhakikisha kwamba halishindwi kudhibiti wingi wa sukari, linakupambania wewe. Hivyo hata wewe mwenyewe unapotaka kukabiliwa na adui, lazima ujifarague, umenielewa? Lazima urushe hata kateke kabla hujashindwa kumkabili adui. Hivyo na mwili huwa unajifaragua.
hali ya kujifaragua kwa kongosho kuhakikisha kwamba sukari haipandi. Hiyo hali tunaita ni hyperinsulinemia. Nini tafsiri yake? Tafsiri yake ni excess insulin, yani kiwango cha homoni ya insulin katika damu yako tukikupima tunakikuta kiko juu kuliko ambavyo inatakiwa kiafya. Seli zako za mwili zinapotengeneza uchakavu kiasi kwamba homoni ya insulin inapokuja kuzielekeza seli zako za mwili zitumie sukari, seli zako za mwili zinakuwa na mwitikio hafifu. Tunasema ni insulin down regulation signal. Maana yake ni kwamba insulin signal haipokelewi kwa uharaka na seli zako za mwili. Sasa inapotokea hiyo hali, maana yake ni kwamba sukari inaanza kuongezeka katika damu. Kwa kongosho linachokifanya, linatengeneza homoni ya insulini nyingi zaidi ili kwenda kusukuma ile sukari iweze kutumika na mwili wako. Kwa maana hiyo ni kama vile jambazi anapopiga fatuma ndogo, mlango ukashindwa kufunguka, jambazi anakuja na fatuma kubwa zaidi, jiwe kubwa zaidi, ili mlango uweze kufunguka. Hicho ndicho kinachofanyika. Kwa hiyo dalili ya awali kabla sukari haijapanda huwa tunaita ni hyperinsulinemia, ni ongezeko la homoni ya insulini katika damu. Dalili nyingine ni sukari kuwa inashuka mara kwa mara. Watu wengi huwa wanajitafsiri, kwa nini ninapomaliza tu kula naanza kujisikia vibaya, naanza kujipepea, mapigo ya moyo yanaenda mbio, lakini kesho yake asubuhi nikienda kupima sukari naambiwa iko kawaida. Sasa mimi nini kinachoendelea? Hiyo dalili inasababishwa na hyperinsulinemia. Unakuwa unapata kitu kimoja tunaita postprandial hypoglycemia. Yaani mara tu baada ya kula chakula, mwitikio wa kongosho ni wa kishindo kumwaga homoni ya insulini kiasi kwamba sukari inashushwa kupitiliza. Kwa hiyo unashangaa umekula masaa mawili yaliyopita njaa, unakula tena njaa, unakuwa na njaa za mara kwa mara, alafu njaa kali, tumbo linawaka moto, huna nguvu, unajisikia ovyo, unajitafsiri una madonda ya tumbo. Hatua ya tatu ndiyo hatua ambayo kwa mara ya kwanza ukienda hospitalini unamweleza daktari yeye mwenyewe kwa dalili unayomweleza anaona hapana shaka huyu mtu ana kisukari. Akipima sukari 18. Kwa mara ya kwanza unapoambiwa sukari yako iko zaidi ya 7 ukiwa haujala kitu chochote, kwa mara ya kwanza unapoambiwa sukari yako iko zaidi ya 11.1 toka masaa mawili umekula, hapo inaashiria kwamba wewe uko hatua ya 3 ya ugonjwa wa kisukari. Kwa watu wengi unaowasikia, nimegundulika na kisukari juzi. Hicho kisukari kimejitengeneza kwa miaka 5 mpaka 10. Sio kwamba kimejitengeneza juzi. Kisukari sio malaria, sio typhoid, sio UTI. Ni ugonjwa unaojitengeneza kwa miaka mingi. Kwa hiyo kwa mara ya kwanza unapoambiwa sukari iko juu, inatafsiri ya kwamba wewe una sukari katika hatua ya 3. Mara nyingi wengi hukataa dawa au wengine huamua kupokea dawa. Hatua ya 4 ni hatua ambayo mgonjwa dawa moja ya kudhibiti sukari imegoma, yuko kwenye dawa 2 na zaidi, na sukari inasoma juu na ameanza kupata madhara madogo ya kisukari. Madhara madogo ya kisukari ni kama vipi? Miiba kuwa inachoma huku, miguu kuwaka moto, ganzi, unataka kula chakula cha usiku, gia zinakata. Unajiuliza, mbona mimi sikuwa hivi, nilikuwa lijali, fungus za mara kwa mara kutoka uchafu wa ueleweki. Unajiuliza mimi ni vipi? Unaanza kushangaa tu baka linatokea usoni, baka jingine hapa, ngozi yako inakuwa na rangi tofauti. Unashangaa nini kinachoendelea kwenye mwili wangu? Hicho ni dalili za kisukari katika hatua ya 4 ulizoanza kuzipata ni minor complication. Hatua ya 5 ni hatua ambayo huyu mgonjwa dawa 2 zimefeli. Anatumia dawa zaidi ya 3, yuko kwenye sindano za kuchoma, na huyu mgonjwa ana major diabetic complications, ana madhara makubwa ya sukari. Unakuta labda kidole hana,
jicho moja limeshapofuka au anatiwa mionzi kwenye macho, huyu mtu figo yuko kwenye dialysis, au ametishua naambiwa figo wakati wowote, tayari ameshapata na pressure kali, moyo wake amewekewa kifaa cha kumsaidia aweze kuishi. Huyu yuko hatua ya 5 with major diabetic complications. Sasa sijui wewe hapo uko kwenye hatua gani? Hiki ndo chanzo cha wewe kufilisika kutafuta chanzo cha ugonjwa bila mafanikio. Iko hivi: hatua ya 3 ya ugonjwa wa kisukari na hatua ya 4 na ya 5 ni rahisi sana kumgundua huyu mtu. Hata dispensary unaweza kugundulika kwa kutumia kipimo cha glucometer kinachopima sukari ya siku, yani sukari ya papo kwa papo. Lakini hatua ya kwanza na ya pili, hatua ya pre-diabetic stage, hatua hii ni ngumu sana kujigundua. Inahitaji vifaa vikubwa vya kiugunduzi vya kimaabara, lakini pia inahitaji akili kubwa ya yule anayekuhudumia. Ndio maana nakushauri, ni kazi sana kujigundua kama wewe una kisukari kilichojificha kuliko kisukari ambacho kimebainika. Ndio maana watu wengi hujigundua na kisukari tayari wakiwa wameugua miaka mingi, wamechakalika, kila kiungo kimepigwa nyanga nyanga. Mbali na kipimo hiki kidogo kinachopima sukari ya siku, glucometer, unatakiwa kufanya vipimo hivi 4, angalau vitakusaidia kuona kama wewe una kisukari kilichojificha au la. Dalili za kisukari kilichojificha ni very challenging. Watu wengi unashangaa una homa zisizoisha, unashangaa unahangaika na matatizo ya ngozi, matatizo ya uzazi, unahangaika na matatizo ya mifupa na jointi. Kumbe tatizo linaloendelea ni kisukari kilichojificha. Unahangaika hisia za tendo la ndoa huna, kumbe ni kisukari kilichojificha. Haya ni mambo ambayo nimekuwa nikikutana nayo, na sasa nakupa mbinu namna ya kujigundua. Kuna kipimo kinaitwa oral glucose tolerance test. Ni kipimo ambacho tunakuchallenge wewe tuone kama mwili wako unastahimili kiwango kikubwa cha sukari. Kwa sababu tunakuona kabisa dalili unazozielezea ni dalili ambazo unatakiwa kuangukia kwenye kisukari, hata muonekano wako unaonesha. Lakini nikipima kisukari hiki kidogo kinaniambia ni false negative. Kinaniambia wewe hauna sukari, sukari yako inasoma labda 4.9, sukari yako labda inasoma 5, ambapo ikisoma 4 mpaka 6 sukari yako iko nomo. Na baki mdomo wazi. Kwa nini? Kwa hiyo nitatakiwa kukufanyia kipimo kinachoitwa oral glucose tolerance test. Nitachukua glucose ile ya dukani, nitaenda kununua pharmacy, nitachukua gramu 75, nitachanganya na maji katika glasi, labda glasi ya robo lita, halafu nitatengeneza mchanganyiko. Nitakupima sukari kabla hujanywa kitu chochote, halafu nitakufanyia utathmini kila baada ya nusu saa na kwa masaa mawili. Kwa hiyo ni kipimo ambacho kinafanyika kwa masaa mawili. Tuashumu ya kwamba kabla sijakupa glucose sukari yako ilikuwa 5.4. Baada ya nusu saa, baada ya kukunywesha glucose ikaenda mpaka 14. Baada ya saa moja nikakupima tena ikasoma sukari yako 9. Baada ya masaa mawili sukari yako ikasoma 7.5. After 2 hours baada ya kukufanyia oral glucose tolerance test, natakiwa mimi nitafsiri majibu niliyoyapima kila baada ya nusu saa. Sukari nomo lazima isome 4 mpaka kiwango cha 7. Impaired glucose tolerance, yani mwili wako umeanza kushindwa kutumia sukari haraka iwezekanavyo, endapo sukari ikisoma 7.1 mpaka 11.1. Endapo sukari ikisoma zaidi ya 11.1 baada ya masaa mawili toka nimekunywesha ile glucose, wewe nitakutafsiri una kisukari. Unaweza ukafanya hilo zoezi kwa kuwa na kipimo kinachopima sukari kwa siku, ukajifanyia hata wewe nyumbani. Kipimo cha pili cha kupima udhibiti wa sukari kinaitwa glycosylated hemoglobin. Hiki ni kipimo ambacho tunaangalia athari ya sukari katika mwili. Kipimo hiki kinaweza kutumika kama diagnostic test, yani kama kipimo cha kukubaini kama una sukari katika hatua za awali au tayari wewe ni mgonjwa rasmi. Lakini pia ni kipimo kinachotumika kama monitoring tool, yani kukutathmini kama una maendeleo mazuri ya udhibiti wa sukari, kama wewe tayari umeshia
kuwa mgonjwa. Lengo langu la kukufundisha ni kwamba unaweza ukakitumia hiki kipimo kama kujibaini kama wewe uko kwenye hatua za awali za udhibiti mbaya wa sukari. Lengo ni kuchukua hatua, usije ukaangukia kwenye hatua za ugonjwa wa kisukari rasmi. Sukari inapopambana na chembe nyekundu za damu, kitendo hiki huitwa glycation, na huwa tunazalisha glycosylated hemoglobin. Kwa hiyo glycosylated hemoglobin ni chembe nyekundu za damu zilizoathiriwa na sukari. Kitendo hicho tunaita glycation. Endapo hii HbA1c ambayo inapimwa katika percentage ikisoma 4% mpaka 5.6%, huku tukipima sukari ya kipimo kidogo ikiwa inasoma nomo, tunasema wewe sukari yako ni nomo, we sio mtarajiwa wa kisukari. Na endapo ikisoma 5.7 mpaka 6.4% na tukikupima kipimo hiki kikasoma nomo, basi wewe pia tutakutafsiri ya kwamba wewe ni pre-diabetic, kwa sababu udhibiti wako wa sukari umeanza kuwa hafifu. Sukari inayokaa muda mrefu kwenye damu inaathiri chembe nyekundu za damu. Na endapo ikisoma hii HbA1c zaidi ya 6.5 na tukakupima kipimo hiki kidogo tukakugundua wewe una sukari tayari, basi wewe tutakusema wewe ni mgonjwa rasmi wa kisukari. Kipimo cha tatu kinachotumika kugundua kama wewe una kisukari katika hatua ya kwanza na ya pili, hiki kipimo kinaitwa fasting insulin. Nimekuambia hapo awali, kabla sukari haijapanda, kongosho huwa halikubali kushindwa kushusha sukari. Endapo tukikuta homoni ya insulini iko nyingi, hiyo inatafsiri ya kwamba kongosho limeanza kustruggle kuhakikisha kwamba linatema homoni nyingi kupita kawaida kwa kishindo kuhakikisha kwamba sukari inatumika. Kwa hiyo kongosho likionyesha limeanza kutumia nguvu kubwa kushusha sukari, maana yake seli zako za mwili zimeanza kuchoka, zimeanza kufubaa. Matokeo yake uko kuugua kisukari. Kipimo cha 4 kinaitwa C-peptide. C-peptide ni kipimo ambacho huwa kinapima hii homoni ambayo huwa inazalishwa pale mwili unapokuwa unatengeneza homoni ya insulin. Pro-insulin huwa ina split, inagawanyika, inatengeneza C-peptide na homoni ya insulin 1:1 ratio. C-peptide ina longer half life, inakaa muda mrefu katika damu kuliko homoni ya insulin. Kwa hiyo ndio maana sasa huwa tunatumia C-peptide kuweza kuquantify, kuangalia kiasi cha homoni ya insulin. Ndio maana mtu anajiuliza, sasa daktari, nimeambiwa mimi nina kisukari, mbona sijaambiwa ni aina gani ya kisukari? Ni kisukari cha upungufu wa homoni ya insulin au ni kisukari cha wingi wa homoni ya insulin? Utagunduaje? Hivi ndio vipimo sasa vya kuweza kuchimba kwa kina. Kuna usemi unasema kinga ni bora kuliko tiba. Tumeona ugonjwa wa kisukari kwa kutumia kipimo kidogo, unajigundua ukiwa hatua ya 3 tayari umeshaugua kwa miaka mingi, mwili umechakaa. Nyenzo zinazokugundua katika hatua za awali hazipatikani kwa wepesi. Ili uweze kuzipata, vipimo vyake ni bei ghali. Kwa mara nyingi wengi mnagundulika kwenye hatua za ugonjwa. Hapo ndipo ni rahisi kukugundua. Ili watu wengi tuwakinge na ugonjwa wa kisukari, tunatakiwa tujikita kwenye elimu ya kinga, tujikita na kwenye early diagnosis. Kwa kweli kwenye ugonjwa wa kisukari, tukisema tujikita kwenye early diagnosis kwa taifa letu hatuwezi. Tujikite tu kwenye elimu ya nini? Ya kuchukua tahadhari ili tujikinge na ugonjwa wa kisukari. Kuna wakati unaweza ukawa na billions of money, unaniambia daktari, bilioni 1 iko hapo kwenye meza, naomba unisaidie mimi sukari na maumivu nayopitia yaishe sasa hivi ninavyoongea. Nitakwambia hapana, yatapungua taratibu taratibu kwa kubadilisha 1, 2, 3, 4, kwa sababu ugonjwa wa kisukari ni uchakavu wa kiwiliwili chote. Hakuna dawa yenye miujiza. Wengi huwa wananiambia, nimezunguka nchi zote kwa kutumia pesa zangu zote, kwa kutumia umaarufu wangu wote, nimeishia kufilisika, kupofuka na kukatwa miguu. Wewe una jipya gani? Jipya langu unaluka
msingi wa matibabu ya ugonjwa wa kisukari, ambao ni kubadilisha mtindo wa maisha, fumua aina ya vyakula unavyokula. Ugonjwa wa kisukari unaanza kutibika jikoni. Share video hii na watu wengi zaidi wapate kuelimika elimu ya ugonjwa wa kisukari na namna ya kudhibiti kwa kutumia lishe bora, sayansi ya mapishi.